tutaenda kotini, tutajaribu venye itawezekana hadi koti declare bunge la mwananchi as the official opposition of this nation. Bunge la mwananchi. Nimeona wenzetu kule wanajiita opposition loaded. Kazi yao ni kukaa kwa magari huko juu na kusema Kasongo must go. Mkenya wa kawaida hataki Kasongo must go. Mkenya wa kawaida anataka system yenye inafanya kazi. Bunge la mwananchi. Nguvu mashinani. Bunge la mwananchi. Nguvu mashinani. Bunge la mwananchi. Nguvu mashinani. Members of the fourth estate, fellow Kenyans, and Bunge la mwananchi members, we are gathered here this afternoon to register our voices on the issue of Sabasaba Day, which is coming in less than 72 hours from now. This press conference is convened by the President of Bunge la Mwananchi, Francis Awino. And with me here are leaders of Bunge la Mwananchi accompanying the President in this press conference. Various leaders and members. Fellow Kenyans, Sabasaba Day is a day we commemorate every year in honor of those who lost their lives, those who shed their blood, those who sacrificed their lives in the clamor for the second liberation, in the clamor for multipartyism. This day coming up is the 35th anniversary. 35th anniversary Sabasaba Day, since the inaugural Sabasaba Day in 1993. So fellow Kenyans, we are here as Bunge la Mwananchi, which remains the only opposition in Kenya today, since the opposition parties, those which were opposition parties were absorbed in the government. Bunge la Mwananchi remains as the only opposition platform in Kenya, challenging government skewed and lopsided policies, and also speaking on behalf of the people of Kenya, under the President of Bunge la Mwananchi, Francis Awino. Sabasaba Day is a very important day in our history because on this day, we lost lives in order to gain multipartyism and fundamental freedoms, including the freedom of expression, the freedom of assembly, and the freedom of demonstration and picketing. On this day, we want to announce here on this day that Sabasaba Day, we want to call out all Kenyans, wherever they are, in their villages, in all the counties of Kenya, to come out and commemorate this day peacefully, while picketing and demonstrating countrywide, so that we can remember the people who fought for this space that we are enjoying today. Bunge la Mwananchi. Nguvu mashinani. Bunge la Mwananchi. Nguvu mashinani. Without going into much, I will invite the President of Bunge la Mwananchi, Francis Awino, to make his remarks before we can have the other leaders making their off-cuff remarks. Bunge power. Power. Bunge power. Power. Hii ni siku ya maana sana ambaye tumeandamana na President wa Bunge la Mwananchi Kenya nzima, Mheshimiwa Francis Awino, ambaye tunatangazia rasmi maandamano na siku ya kusherehekea ile ambayo tunafanya kumbukumbu kila mwaka wa Sabasaba. Sabasaba ya mwaka huu itakuwa tofauti sana na zile ambaye zimekuwa zikifanywa kwa ule muda tangu wakati wa mwaka 1990s, kwa sababu hii ni Sabasaba ambaye ile ambaye ilianzishwa na vijana waliokuwa kwa wakati huo, walikuwa wanaitwa Young Turks combined na Gen-Z. Hiyo ni generation mbili plus millennial.
wale ambaye wamekuwa kipinga upepari mweuzi ama ile ambaye inaitwa ukoloni mamboleo, ambaye imekuwa wakati huo hapo awali ilikuwa inafanywa na the late president of this country Daniel Arap Moi, ambaye amerudiwa tena na Mheshimiwa Kasongo ambaye pia anafanya the same. Sasa ndiposa tumesema kwamba hii itakuwa tofauti. Tunawaalika watu wote, hata ule iko na mguu wa miti, hakikisha kwamba amejikokota afike, kwa sababu itakuwa tofauti sana. Itakuwa ni jambo la maana. Usisahau wala usichelewe. Hakikisha kwamba umeelezea jirani yako ambaye itakuwa on Monday siku zote hadi saa 12 asubuhi. Mhakikishe kwamba tuko Nairobi katikati na tauni zingine ambazo ziko karibu na kwako, ili tuweze kujua nini ambayo tunayefanya, kwa sababu hatuwezi nyanyaswa na mapepari weuzi ambayo wanatunyanyasa leo. Kwa sababu hayo mimi sitaki kusema sana, kwa sababu tuko na wenzetu ambaye tunaandamana nao kama Mheshimiwa President wa Bunge la Mwananchi, wakubwa wengi ambaye ni wa Bunge la Mwananchi, akiwamo Joakim ambaye ndio atamkia neno mbili, ndio tualike Deputy President alafu kisha baadaye President. Asanteni. Comrade Viva. Viva. I am delighted to be here this afternoon to also add my voice to call upon all the Kenyan people to come out in their numbers on Monday as we commemorate the 35th Sabasaba in the country of Kenya. The first Sabasaba was meant to enlarge the democratic liberties, one of it being multi-party. But as we commemorate the 35th one, we will be agitating for economic liberties. And therefore, it is in the best interest of every Kenyan to come out in their numbers to fight for their rights, to commemorate and to honor those people who put their lives on the line for the better of everyone. As we come out on Monday, I want us to be as peaceful as possible, because that is what the Constitution requires us to do. That even as we agitate for our rights, we should also remember that we have our responsibilities as well. But having said that, I must also call upon the government to act with restraint. We are not coming to threaten anyone's property or anyone's life. We are only coming to make our voices heard so that Kenyans can express their dissatisfaction and their frustrations. The government will have to pay attention, listen to the plight of Kenyans, and do what is required of them. We call upon the same government to desist every temptation that can make them pay goons and infiltrate our peaceful protests on Monday. That paying goons will only aggravate the already bad situation. And as we call upon Kenyans to be peaceful, it's only the government that can decide whether the protest on Monday will be peaceful or otherwise. Because as I have always been saying, there are two forms of violence: offensive violence and defensive violence. We will be coming peacefully with no intention of causing violence, but be it that the government will pay goons to infiltrate our peaceful protest, then we will defend ourselves violently so that we safeguard our lives. Sabasaba is to be a national holiday. No usual business should be carried out. Ours will only be to tell the government to do what is expected of them. We are here as Bunge la Mwananchi,
as the only opposition existing right now. The traditional opposition, as we all know, they have been swallowed by government, and they are now singing to the tune of the oppressors. And therefore, the ordinary Kenyans must fill the void and fight for the people. And we are privileged today as Bunge la Mwananchi to be the people to fight for the people. Bunge viva! Viva! Comrade viva! Viva! Sabasaba viva! Viva! Bunge la Mwananchi, Nguvu mashinani. Bunge la Mwananchi. Nguvu mashinani. Asanteni. Sisi tumekongamana hapa kushukuru wale mashujaa ambayo walianzisha hii mchakato ya kurepeal section 2A ambayo ilikuwa inakandamiza kuweko na vyama vingi, na tuko hapa kuprepare kusherekea makumbusho ya Sabasaba ambayo wale comrade walienda kwa street, walipata maafa, lakini kuna kitu tuliachieve. Na tunasema ile kitu tuliachieve ni new constitution ambayo ilikuja 2010 na multi-party. Na tunasema hii constitution ambayo tuliachieve 2010 kulikuwa na vipengee ndani zile ambazo mpaka wa leo they are not functioning. In fact, kuna kipengee moja ilisemekana kama haita function within 5 years, ina risk kuvunja parliament. Na ni kweli, iko siku Maraga aliandika barua parliament ivunjwe kwa sababu hiyo kipengee imekatwa kutimizwa katika hiyo katiba. Gender rule. Hizo ndio vitu ambazo pia zatupeleka kwa street kuambia serikali watimize hiyo gender rule. Na mambo ingine utepetevu pia wa katiba ambao vile waliingia ni nini haswa. Devolution ina work, but kuna some functions, kuna some function hazijakuwa devolved, zimebaki na government. Hiyo pia tunaenda kusisitiza tarehe 7. Na ningependa kusema hivi, sisi kama Bunge la Mwananchi, sisi ndio official opposition wa Kenya, kwa sababu wale watu ambao walikuwa na mambili kwa kura walitengeleza maneno yao, wakajaribu kupigana na serikali, lakini mwishowe tukaona kumbe walikuwa wanapigana, wao wanapigania mwananchi, walikuwa wanapigana waingie kwa serikali kwa njia ambayo imekuja mpya inaitwa handshake. Yaani hiyo ndio siku hizi kuna watu wanaingiaga, hiyo tu ndio unaweza ingia kwa serikali. Ukikosa kura ukuwa president, kuna vote nyingine inaitwa handshake. Na ni kweli walipigana wakapata hiyo vote, wakaingia kwa serikali. Sasa sisi ndio opposition. Wale wengine hatujui walikosania nini, wale ambao wanapanda kwa magari saa hizo wanazunguka Kenya mzima. Hatujui kama walikosania kipusa, hatujui kama walikosania maneno ya pesa, hatujui kama walikosania maneno ya interest fulani. Hao si opposition, pia wanataka tu kufanya kama huwa handshake vile alifanya, waingie kwa serikali na mlango wa nyuma. Sisi ndio tunapigania mwananchi, sababu sisi ndio tunapeana civic education about good governance and bad governance. Sisi ndio tunaenda kwa kila county, kila street, kila kona kuambia mwananchi vile nchi inafaa kuwa governed. Na ndio maana tunasema ni lazima tarehe 7, kulingana vile tumefanya utafiti wetu, nchi hii iko katika mkono mbaya saa hizi, kwa sababu kuna vijana, kuna mchipuko ambao wa vijana inajiita Gen Z. Government haijafanya intelligence yao iko chini, kwa sababu hakuna civic education imekuwa kipeano. Na ndio maana sisi kulingana na vile sisi tumeenda katika County 47 tukapeana civic education about governance, na tukaongea na Gen Z. Tumewaeleza na wakasema hapo kwenye umetuelezea tutawasaidia kitu yote ambao mnataka kuachieve. Na ndio tunasema hizo vipengee ambazo ziko na utepetevu na bad governance ambayo inaendelea saa hizi, utekaji nyara wa vijana na maneno ya kuzuia waandamanaji na kuua waandamanaji,
ambayo ndio part of watu walipigana kupata hii katiba mpya. Hiyo ndio maana tunakuja kwa hao makumbusho, hayo ndio malilio tutakuwa tukileta kwa barabara tarehe 7. Watu wa bunge tuko na machairman hapa kutoka counties tofauti. Ndio tumekuja kufanya declaration, tukasema tarehe 7 bunge la mwananchi inaambia kila mtu, bunge zote katika Kenya, bunge za mwananchi, tafadhali ambieni wenzetu watokee kwa barabara, ambieni ndugu zenyu, ambieni dada zenyu, ambieni kila mtu na hata jirani na hata wafanyabiashara kwa eneo zenyu. Tutokee kwa barabara, tupase sauti yetu isikike kwa kona yote. Bunge la mwananchi, nguvu mashinani. Bunge la mwananchi, Nguvu mashinani. Bunge la mwananchi, Nguvu mashinani. Bunge la mwananchi. Nguvu mashinani. Leo ni siku ya maana sana kwetu kama wanabunge, na pia ni siku ya maana kwa Wakenya wote, Kenya nzima. Hatuko hapa by means of bad luck. And we are not here because anyone told us to be here. We are here because we feel like our country is not going towards the right direction, and we must be here so that we can express ourselves, express our voices, and so that we can try with our strength to make sure that the government listens to us. Sabasaba is a very important day, not just to Francis Awino, not just to Bunge la Mwananchi fraternity, not just to youth, but to every member and everyone in the society and everyone who is living in this country. I will get you back to 1990s when Sabasaba started. So many people were arrested, some were maimed, and some were killed. And within that struggle, the Constitution 2010 was born. And it marked the second liberation of this nation. And that's why we cannot rule out Sabasaba in any way. As we marshal for the third liberation of this nation, which emphasizes on social and economic empowerment, we are urging all members of our country, our brothers and sisters, watokee kwa wingi tarehe 7 mwezi wa 7, tuweze kujiexpress na tukumbuke fallen soldiers wetu wenye walikufa wakipigania second liberation of this nation. Naomba wafanyabiashara wa Nairobi, mfunge duka zenyu tarehe 7 mwezi wa 7, kwa sababu pia hatutaki lawama. Tunajua vizuri kuwa sisi kama wanabunge tuna mobilize watu wakuja peacefully under Article 37, peacefully and unarmed, so that we can express ourselves and our voices. Pande ile nyingine tutaona serikali pia watajaribu kuleta mambo yao ndio ionekane sisi ni wabaya. Na ndio maana tunawaomba, sisi tushaamua kutokea, na sisi tushaamua Sabasaba lazima tuwe kwa barabara. Tunaomba wafanyabiashara wafunge biashara zao, wenye hawawezi tokea, wamama wakaa kwa manyumba zao, wafungulie runinga zao, waone sisi tukijaribu kuexpress sauti zetu na tukijaribu kuexpress marilio zetu kwa serikali. Bunge la mwananchi, Bunge la mwananchi. As we move forward, tunajua vizuri Kenya saizi haina opposition. And we know very well, Bunge la mwananchi imekuwa kwa kipaumbele ikifaitia rights of a common mwananchi. Na saa hizo ukiangalia budget, kuna zile pesa zenye huwa zinatengwa za opposition zenye hatujui mahali huwa zinaenda. We shall be moving to court because we believe in this regime. We are the only opposition who has been emphasizing on the rights of a common mwananchi. Tutaenda kotini, tutajaribu venye itawezekana hadi koti declare Bunge la mwananchi as the official opposition of this nation. Bunge la mwananchi. Nimeona wenzetu kule wanajiita opposition loaded. Kazi yao ni kukaa kwa magari huko juu na kusema Kasongo must go. Mkenya wa kawaida hataki Kasongo must go. Mkenya wa kawaida anataka system yenye inafanya kazi. Ukiuliza mama mboga anakuambia anataka mtoto wake aende shule, anataka mtoto wake apate chakula, na anataka akigonjeka apate kwenda hospitali. Hizo wimbo za Kasongo must go, hata sisi tuko na nyimbo nyingi sana zenye tunaweza imba, lakini hatutaki kwenda hiyo njia. The only thing we want is to emphasize on where a common mwananchi can benefit, and that is our core, and we have to focus on it, and we have to emphasize on it, and we will
move towards that direction of making sure a common mwananchi is satisfied and this country called Kenya is conducive for everyone to live in. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki Kenya. Pia nyinyi watu wa Fourth Estate na invite tarehe 7 mwezi wa 7 muweze kutokea, tuweze kulia sisi wote, tuangalie kama malilio yetu itasikizwa na serikali. Asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu awabariki Kenya. Bunge la Mwananchi. Nguvu mashinani. Kama kanisa na shetani anajenga Sana. wala kanisa sio njia ya uzima. Nakwambia usijivune. Kama sadaka na Shetani anatoa, wala sadaka sio njia ya uzima. Nakwambia usijivune. kama kuimba na Shetani anaimba sana, wala kuimba sio njia ya uzima. Nakwambia usijivune. kama kanisa na Shetani anajenga, wala kanisa sio njia ya uzima. Nakwambia Kasongo usijivune. Kama ni ushuru, Shetani anatoa, wala ushuru sio njia ya uzima. Nakwambia usijivune. Bwana Yesu ndio njia ya uzima pekee, wala hapana wokovu wa mwingine. Nakwambia usijivune. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Pataneni Monday 6.